Hello guys, hope you're good. If you are new here, I go by the name Stella Mukami. Welcome all to my YouTube channel. To my new subscribers, karibuni sana. To my returning subscribers, thank you so much and karibuni pia. So on today's video, niko episode ya last ya Marriage from Hell. And leo nitakuwa nawaeleza vile nilitoka kwa hiyo marriage ama vile nilitoka. Hope una get the point. So na Waswahili husema kilicho na mwanzo kina mwisho. So siku ilifika, ilikuwa sikumbuki the day, sikumbuki ilikuwa siku gani, nikapata kichapo cha mbwa kama kawaida. Ilikuwa usiku around saa 2. So nilichapwa and nikasema enough is enough, lazima niende. Like leo ni leo, hata kama ni usiku I have to go. So nilichukua tu nguo peke yake, bag moja. Then nikaitisha boda, nikaenda kwa relative wangu huko side za Kuinda. Kuinda iko in Karen, kwa wenye hawajui. So nikaenda nikakaa huko. So after like few weeks nikapata job place inaitwa Andy. So vile nilienda huko kazi ikawa iko sawa nini. After some few days, shetani ni nani? So nikiwa hapo kazini niliona huyo jamaa sasa, huyo ex. Nilimwona na huko side ya chini. Sasa kumbe sasa akipita hapo, juu sasa hiyo place hizo vitu venye zinakuanga zimejengwa. Yaani ni nyumba nyingi zikuwa place moja. Sasa hapo kuna hoteli hapa, sijui kuna club hapa, kuna nini, zinakuanga ziko place moja. So alikuanga hapo kwa club ingine hapo chini. Sasa na mimi si nilikuanga hapo juu. So akienda kupita sasa, akipita kwa barabara, kumbe aliniona. Mimi ndio nilimwona first nikajificha. Naye kumbe naye aliniona. So vile aliniona akarudi. Akakuja akaanza kusema, "Oh, anga sijui babe, I'm happy to see you. Anga sijui I've been looking for you. Anga sijui oh." Sasa anafurahi sasa, hiyo na mimi nashtuka juu sasa sijui atanifanyia aje. So since then akawa anashinda kuja hapo kunisumbua. So nikaambia bosi wangu alikuwanga Avandi. Nikakuja nikamueleza, nikamwambia hiyo ni nani, nini, nikamuelezea kila kitu. So kuna hii siku moja nikiwa sasa hapo kazini, alikujanga tena kunisumbua. Sasa Avandi mmoja besti ya sasa bosi wangu alikuwa hapo. Akakuja akamtishia akamwambia, wewe usio unakuja hapa kusumbua huyu msichana. Na hiyo siku utafanya hivyo tutakuweka ndani. Sasa kumbe mjamaa alikati. Sasa venye akiondoka sasa akanifanyia sijui. Unaona sasa yani kama unatishia mtu nitakuonyesha. Mimi nikaanza sasa hizi ni story za jaba. Simu za yeye akaenda. After some few hours jamaa alikuja. Sasa mimi nilikuwa hapo na simu yangu na chat, alafu tulikuwa na beshte mwingine hapa sasa tunaongea. Jamaa alikuja akachukua simu yangu alafu akatoka akakimbia nayo. Sasa mimi niko hapo nje naanza kupiga nduru nikisema nimeibiwa simu. Nao watu sasa juu walikuwa wamejua mtu alikuwanga bwanangu, hawakushughulika. Walisemanga hawa watu wanajuana sijui nini. Sasa kiliniuma ni eti walikuwa nasema hata hiyo simu amechukua ni alikuwa amembaia. Nikikumbuka hiyo simu ndo niipate chenye nilipitia. Hiyo simu nilinuanga time ya COVID. Na hiyo time haungeenda kaunti ingine. So hiyo simu nilibaingi Ronga. Na ndo niipate hakukuwa na simu yoyote, zilikuwa zimeisha. So alafu sasa watu wanasema ati hiyo simu nilibaiwa. Nikikumbuka tena hiyo ndo nipoteza sasa hiyo simu ya kwanza iliibiwa. Nilikuwa natumia katururu na bando tulikuanga na huyu jamaa na hakuwa amenibaia. Hakuwa nibaia hata simu hata katururu, alafu watu waanze kusema ati amechukua simu juni yake. Kama mjui kitu hebu nyamazeni tafadhali. Anyways, nyinyi naambia. So si jamaa aliiba simu alafu akakimbia nayo. Sasa mimi nilipigia huyo Avandi nikamwambia venye amefanya. Akaniambia niende huko police station, niende niandikishe statement. So mimi nikaenda. Mimi naogopanga polisi, mimi naogopanga police station. So mimi nikaenda, sasa nimejaa maji. Nikaenda nikaandikisha, sasa lazima niseme huyo ni nani, nini. Nikaenda nikaandikisha, nikarudi.
So yule jamaa alikuja ati akanitumia message akaniambia hata mnitafute hamtaniona, anga sijui niko Nyeri, anga sijui niko wapi. Lakini yule jamaa hiyo time yote alikuwa kwake kwa nyumba. Kuna mtu aliniambia alikuwa kwake kwa nyumba. Sasa after some few weeks, nilikuwa natumia katururu. Nikasikia bosi wangu amenipigia simu akaniuliza na yule boy nini Weleva anafanyanga kazi wapi? Nikamwambia kwenye anafanya kazi. Nilikuwa nafanya Steadmark. Akaniambia ni sawa. Mimi sikuwa najua ni nini wanafanya ama wanako nini. So kumbe waliendanga huko kwenye anafanya kazi, wakaenda wakaanza sasa sinajua mambo ya polisi, lazima watake the nini. Wakaanza sasa kunini mbele ya watu kumwaibisha sijui nini, but hiyo ilikuwanga poa. Thank you boss. So sasa nikaona ati hiyo mtu kimenitumia message kinaniambia, yani umenitumia makarawa kuja waniaibishe kazini. I'm like, kwani kunaenda aje? Sasa kumbe walienda wakamwambia nirudishie simu ama wamweke ndani. So hiyo Sunday ilikuwa sasa hiyo wiki, huyo jamaa akaniambia tupatane hapo stage uchukue simu yako. Mimi ni mjanja, mimi sikuenda peke yangu. Nilienda na kazini yangu. Tukaenda hapo stage hapo nini Nairobi Academy hapo. Kwa hiyo barabara ya kuenda. Tukaenda nikachukua simu nikaenda zangu. Sasa kufika kwa nyumba napata jamaa kumbe ati amechat kila msee. Ati alikuwa anamwambia ati achane na mimi, anga sijui mimi ni bibi yake, sijui tumezaa na yeye. Vitu mob. Tena kuangalia ati kwa Facebook status yangu ati naona ati nimeandikiwa ati niko married. Bro, unanichomea. So mimi nikakuja nikachange, alafu nikaona amedelete namba zile nyingi alikuwa amesha delete. Zingine ameziweka block. Haina shida. So juu sasa hiyo SIM card ilikuwa mpya, haikuwa na nini na watu wengi. Sasa yenye nilikuwa natumia ndio ilikuwa sasa na watu wengi. Sasa kuni nini bro, hakuna kitu nilifanya. Anyways, so after hapo after nimechukua simu sasa nikawa tumemalizana na yeye. But sasa unajua nikitoka kwake nilichukuanga nguo zangu pekee. But sikuweza kuchukua zile vitu zingine. Before nilikuwa nakaa peke yangu, so I had utensils, nilikuwa na vitu nyingi zilikuwa zina worth around 50k. Nikikaunt moja moja, hizo vitu ni mob. So hizo vitu niliamua kusari, nikaamua kumwachia juu maisha yangu nayo ni more important than those things. So vitu zangu nilimwachia huko na since then hatujawahi meet. But kuna time alikuwa anashinda kunisumbua, kushinda akinitumia message anga sijui anataka kuja anga sijui kuniletea anga sijui Bible yangu. Hata Bible nilimwachia. But sikumsikiza, niliblock kila mahali. So I'm a free girl. So tuliachana 2022. So mimi ile advice naweza pea wenye wako kwa marriage ama kwa relationship, wenye wako kwa toxic relationship ama marriage. My sister, usijieke hapa kwa ndoa. Siku hizi kwa ndoa ni karibu. Unaweza ingia leo na kesho umetoka. Na ni possibility za kutoka ni nyingi. Unaweza toka ukiwa mzima ama utoke ukiwa maiti. Ukiona like your guy, your husband, kuna vile anaanza kuchange, anakuchapa, anakutishia. Hiyo kitu hakuna mahali inaenda. Kwanza hii kutishia mtu namwambia ati nitakuua, nitakuchapa. Unajua one day atakuchapa. Unajua one day atakuwa. Unaona hata wale wanauawa au mademu nasikia wameuawa na maboi wao ama mabwana zao. Si ati kitu imeanza tu just that day. Hiyo ni kitu wamekuwa wakiambiwa since kitambo. Lakini sasa juu ya mapenzi na kudanganyiliwa. Unajua sasa mtu anadanganyiliwa na gift. Kama mimi nilikuwa nakuja naambiwa sijui nini napewa kitu chenye napenda. Naingia box, usiingie box. Hao watu hawana huruma na sisi. So kama uko kwa nini na unapitia uko in a toxic marriage relationship, it's time ujipende, jitoe. Najua wenye wako na watu hii wako zile za sitaki kuwa single mother ni nini. But ukuwa single mother, ukiwa mzima, kuliko ukae huko ukifumiria tiju ya watoto, alafu hao watoto utauawa na uache na huyo bwana aoe bibi mwingine. Sasa wewe ushaenda. Sasa nani atakuwa amerosa hapo? Si ni wewe. Familia yako si ndio itaachwa ikilia. So tafadhali tujipende. Kama kitu you work. Tafadhali. So hiyo ndo era yangu ya marriage wherever. Marriage from hell. And I thank God to be alive today to tell you this story.
Ni story ni nyingi, nimewapea tu story kidogo kidogo. Kuna zingine ni story viche, zinaambiangwa story viche ama zinaambiangwa ni nini fiche, wherever walimu wa Kiswahili mnanielewa. Yeah, hizo story zingine dark secret na nini na nini, hizo nilisema nitazisema kwa channel ingine ya Rin. So see you guys on the next video. I love you all. Bye.